nataka kumwambia hata kama hao waja madhumuni yetu hapa sasa, akishakunywa tu pombe bia 2-3 hivi anaambia. Jina langu ni Agri Okumbe na nimependezwa sana na hii mradi ya SGR. Ubaya ni wamesongeza ile mpango ya station ya Tochwore, imepelekwa Matungu. Kuna mtu amezika pale watu, so hawa watu watalipwa because hiyo ni familia yake ama jamaa yake. Hapo sasa na railway imepita. Another question was those people within the corridors. For example, railway imepita na maybe iko fenced. Now access ya watu, for example, ukiangalia hapa Ochuore na huko juu. So hiyo ni railway inapita. So how will these people access this road to the other end? Umenipata? Most of the people here, they live on ancestral lands. Na kupata succession ni shida. Na what we wanted to know, what is the time frame for this project? Because wakianza process, si leo na utapata title kesho, it will take some time. What is the time frame yenye mmeweka so that hao watu waweze kupata? Now kupata hiyo document, it's very expensive. Na to be honest, most of the families hawawezi raise pesa ya kumalizia hiyo process ya succession. So as the government, what mechanisms yenye mmeweka to solve such cases? You will pay those people who are moved out of here. Na wewe maybe walipe pesa kidogo kulingana na government vile inasema. Alafu hawa watu walipe pesa wapate huko penye wanaenda kununua shamba ni pesa mingi. For example, you are giving them an acre 600,000. Na for example, saizi 600,000 huwezi pata 1 acre na 600,000. So, avoid IDPs kwa hii area because umelipa mtu unataka hame na pesa yenye umemlipa ni kidogo. Nyinyi kama serikali lazima muangalie, tukue na makubaliano na hawa watu jinsi mtalipa hawa watu pesa na ile value yenye inafaa, kwa sababu saizi shamba ni pesa mingi na uwezi lipa watu kwa ile bei yenye wewe unafikiria, kwa sababu utamlipa na atabaki hapa hapa. Kupata shamba itakuwa ngumu. Avoid pia cases kwa assistant chiefs wetu na chief, I think utalipa pesa kulingana na vile sahi hali iko. Biashara wakifanya pale na nafasi za kazi, kwa sababu tunakuwa tunataka priorities ipewe watu wa hii area so that pia hii jamii ifanye nini, inufaike kwa huu mradi. Sio tu kulipa watu peke yake, but pia kwa zile jamii zingine huu mradi inafaa usaidie kwa mambo mengine kama kufanya biashara yetu hapa hivi. But in 2012 serikali iliamua kwenda kwa new model ya railway ambayo inaitwa SGR. So standard gauge railway ndio railway ambayo ni ya kisasa na ndio maana tuko hapa siku ya leo. So SGR ilijengwa kuanzia Mombasa hadi Nairobi. Hiyo tuliita phase 1. Ni kilomita 520. From Nairobi ikajengwa mpaka mahali panaitwa Duka Moja, Suswa. Hapo tulienda phase 2A, kilometers 120. So mwaka uliopita November 28 ndio tena serikali ilirudi kutuambia Kenya Railways tupange tuendeleshe hiyo railway kutoka hapo Duka Moja Suswa hadi Kisumu, ambayo tutaita phase 2B. Alafu from Kisumu kwenda Malaba, ambayo ndio imefanya tukue na mkutano wa leo, hiyo tunaita 2C. Mpaka hapo tuko pamoja? Yes. So hii project ambayo sisi tumekaa hapa watu wa Malova ni phase 2C, ambayo ni kilomita 107 kutoka Kisumu hadi Malaba.
Tulikuja huku mwezi wa kuanzia Disemba hapo, kuna Januari shamba yenu imepitiwa, February hapo tulileta consultant ambaye aliitwa Aquaclean. Aquaclean alifanya vitu vitatu. Alitembea kwa shamba yenu akigonga vijiti fulani, amepaka rangi. Kuna watu vijiti imewekwa kwao evivambo, zingine ziko red, zingine yellow, zingine blue. So hiyo exercise iliitwa pegging, kwa sababu ilikuwa lazima surveyor atuonyeshe hii reli ambayo tumechora kwa karatasi kwa ground ni wapi. So hiyo exercise ilikuwa ya kutransfer kutoka kwa karatasi kwenda kwa ground. Then wakafuatwa nyuma na the same team ya Aquaclean, but wale watu wa kufanya socio-economic survey, wale wa kuangalia maisha ya watu ambao tunadhuru ama tunaguza na mradi iko namna gani, kwa sababu project ikiletwa na government lengo ni kuinua maisha. So tunajaribu kuelewa maisha iko vipi, mnaishi aje, ndio wakati mradi unaendelea tuboreshe hiyo maisha. Tusiwache watu wakiwa wamerudi nyuma kushinda vile walikuwa. So tulifanya socio-economic survey, alafu 3 tukafanya valuation. Valuation ni ile kujaribu kukadiria, tukihamisha hawa watu kutoka hapa, what is the cost ile gava inafaa kujipanga nayo. Najua huwezi toka tu huko kwa ofisi ati haya nimekuja kufanya mradi, mpaka wakae tuende treasury tuombe hiyo pesa, treasury waseme ni pesa fulani. So hiyo plan ya kwanza, resettlement action plan, iliisha na tayari consultant ametupatia report. So hii exercise ya pili ambayo tuko hapa siku ya leo inaitwa environmental social impact assessment. Tunatarajia the current consultant ambaye ameshajitambulisha na atakuja pia atuambie madhara na manufaa ya huu mradi ukiwa hivyo vile umechorwa, na pia kama kuna improvement ile tutaweza fanya ndio tuboreshe maisha ya watu ambao mradi unapita kwao, consultant atatuambia. Kwa hivyo wakati tunazungumza to pay attention na tuchangie sana sana kuhusu environment na social issues. Tumejenga reli vile nimeeleza kutokea Mombasa hadi Suswa. Tumeona zile areas ambazo saa zingine huwa tunakuwa na challenges. Kwa hivyo kwa sasa tumepanga hii project tukiwa already tuko na ile experience ambayo tulilearn. So tunajaribu kuavoid makosa fulani ambazo tunaweza kuwa tulifanya wakati wa phase 1 na phase 2A. Kwa mfano, kawaida huwa tunafanya resettlement action plan na environmental social impact tunazifanya pamoja. Lakini mnaona wakati huu tumetofautisha, tulikuja tukahesabu mali na leo tumekuja kuzungumzia madhara na manufaa ya huu mradi. Kwa hivyo nitawaomba, najua wengi wetu tumekuja kujua shamba yetu italipwa lini na italipwa pesa ngapi. Kweli ama uongo? Lakini hiyo sio agenda ya leo. Kwa sababu National Land Commission pia watapanga mkutano na nyinyi. Na mambo ya shamba na wewe mwenye shamba itakuwa inazungumziwa 1-on-1. Si mambo ya mkutano. Ati tukuje tukuambie we 5 million, we 2 million na watu wanasikia. Itakuwa vizuri? So mambo ya shamba na bei mutadiscuss na National Land Commission 1-on-1, ana kwa ana, na hiyo wakati inakuja. So wakati wa siku ya leo ningependa nisikie tukiongelea kuhusu mazingira na kijamii. Munifurahishe tu, mimi ni mtoto wa Vihiga. Sisi hatukuangi watu wa we just go to the point, mazingira na familia. Kama kuna swali moja mbili ya shamba nitajaribu kujibu, lakini tusilalie mambo ya mashamba. Shamba italipwa, mradi ni wa serikali.
mradi bado uko. Nasikia watu wakiuliza SGR iko kweli, so niko hapa leo kuconfirm mradi bado uko, na tungependa tupe consultant time afanye utafiti wake, ndio ripoti yake ikikuja ituwezeshe kwenda kwa NEMA tupewe license, ndio hii project iweze kuendelea. Kwa hii kikao, Bwana Chief, tumekuja kama consultants on environmental social impact assessment. Kila mradi ikienda mahali, kila mradi inaweza kosea mazingira ama inaweza kosea kifamilia. It has both social, kwa lugha ya Kimombo, it has both social and environmental impacts. Si ni kweli? So kukuja kwetu kama yule ambaye amepatiwa kindarasi ni kufanya uchunguzi, na huwezi fanya tu uchunguzi kwa kichaka. Lazima tukuje tuongee na wale ambao wataridhika na hiyo mradi. Ndio kwa sababu hii mkutano imekuwa. So kwa